Hello, mambo vipi? Naitwa Mwanamboka_255 na hii ni Kimboka 204. Hapa ndipo ilipozaliwa habari. Alika ndugu, jamaa na marafiki wakaribie mjengoni ambapo habari zinapatikana 24 hours. Ndani na nje zinasakwa za kiburudani. Bonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe. Kisha waalike wapendwa wako watano. Ukiwataka wapendwa wako watano, wawaalike pia wapendwa wao wengine watano. Hapo kwa dakika chache tutakuwa tumemfikia mtu 10 kupitia mkono wa mtu mmoja, ili kuendelea kushare love na kuzifanya ndoto kuwa maisha yetu. Na hii ni 204 ya Kimboka. Nipo na Dogo Zoo. Mambo? Poa. Kama kawaida. Kama kaka. Nishi zinaendaje? Siko poa. Harakati namna gani? Fresh tu. Ile ile. Yeah. Bwana, yani sasa hivi tukiongelea top 5 ya wasanii ambao wamejipata upande wa wasanii wa kike, basi unajiona kwenye nafasi gani? 1 2 3 4 5. Mimi sijajipata, bado najitafuta. Bado unajitafuta. By the way, una shine. Asante. Muziki unalipa. Kidogo kidogo. Yeah. Hongera sana kwa kuwa hapa nyumbani kwetu before ilikuwa ukisemekana ni msanii wa kike linakuwa ni tusi, lakini sasa hivi kupitia kazi ambazo mnazifanya mmekuja kubadili yale mawazo na kufanya mziki wa msanii wa kike kuonekana kama kazi. Hongera sana kwa hilo. Asante. Hongera tena. Asante. Sawa, turudi nyuma kidogo, tudondoke moja kwa moja kwenye show ambayo mlifanya juzi kati hapa mkoani Kigoma. Asante Kigoma hiyo. Sawa. First of all, tunatamani kujua alipo Nyago yupo Dogo Zoo. Hii imekaje? Swali ngumu sana na sijui nitalijibuje. Okay. So unaweza kumuuliza Nyago kwa sababu yeye ndo waga nafika pale kwa sababu yake. Okay. Na yeye ndo anajuaga umuhimu wangu, ndo maana nakuaga naye kila sehemu ambayo. Tuongelee masuala ya stejini pale, sawa? Kwenye bana tulimwona Nyago. Ajabu bwana, ilikuwa kama surprise wao kaibuka pale stejini, sawa? Tupe kidogo, mshikaji alikuwa amekupanga au kwa upande wako pia ilikuwa surprise kama ilivyokuwa kwetu? Alikuwa amenipanga. Alipanga. Okay. Na ulipanda pale ukapabisha nini uka show love, wana Kigoma wakakupokea vizuri sana. Kuna namna muziki wako utaanza kutukimbia hapa kwenye uimbaji, maana kuna namna fulani ukisikia unasema hii imekaa sana kempu, na kuna namna ukisikia unasema ukatukimbia huyo. Kuna namna baada ya kushare stage moja na wasanii wakubwa umejifunza hili la kusema labda nataka kuhamisha muziki wangu nitoke hapa nifanye muziki wa tofauti? Hapana, sidhani kwamba kuona wanapoperform wasanii wengine alafu mimi ndo nichukue maamuzi ya kutoka huko, yani nihame kabisa, yani ndio naimba kama wao. No, mimi muziki wote nafanya. Okay. Lakini mimi nakuwa na changa ladha zote. Right. Najua naenda na muda, so siwezi nikakaa sehemu moja. Tunaangalia watu wanataka nini kwa wakati huu, tunawapa vile ambavyo wanavitaka. Okay. Yeah. Mtoto wa kike ku maintain muda ambao umekaa wewe kwenye sanaa ni ngumu sana. Tupe siri kidogo ambazo wewe wago unazitumia kwa kuendelea kubaki yule kubaki kwenye top ya wanawake ambao wanafanya vizuri hapa nyumbani kwetu. Sina siri yoyote ile, lakini ni kujituma kwangu tu na kupenda muziki wangu, ndio maana niko hapa mpaka sasa hivi. Okay. Uongozi pia unahusika kwa namna moja ama nyingine kutengenezea mazingira ambayo ni mazuri kuhakikisha umezifikia ndoto zako? Unahusika kwa sababu bila uongozi wangu mimi nisingekuwa hapa. Okay. Ndio. Wewe ni mtu ambaye kwa asilimia kubwa sana una muda mwingi wa kuwa na CEO wa Kirui ambaye ni Nyago. Asilimia kubwa mkiwa naye ni mtu ambaye anapenda kuongelea nini sana zaidi? Yaani sisi tunaongelea kuhusu maisha yetu na muziki wetu. Okay. Tunafikaje, tunapambanaje, tunaendeleaje? Yeah. Tunakuja na plani gani kwa watu, wanatupokeaje? So ndio stories zetu za kila siku. Right. Yeah. Ulipofika kwenye muziki tunaweza tukasema ni pakubwa sana kwa sababu hatukuwahi na sio kawaida wasanii wa kike kufika ulipofika, sawa? Kwa upande wako wewe, hii haikudoubt, yani haikujii tofauti kulinganishwa na baadhi ya wasanii wa kike hapa? Mtu hata ufanye nini lazima upate kukulinganisha, hata kama wengine wafanye kazi. Yeah. Lazima tu kuwe kuna mtu ambaye watamweka tu. So ni vizuri wakinilinganisha, mimi sikatai. Na kwa nini niwe peke yangu? Sipendi. Okay. Yeah. Haupendi kwa mwenyewe. Sipendi. Unataka challenge. Ndio. Okay. Sawa. Na tukirudi nyuma kidogo, pia kuna baadhi ya video ambazo niliwahi kukutana nazo zikikuonesha wewe Fate Kibebe pamoja na Fuba.
tofauti na ile clip, ukaribu wenu ukoje? Tuna ukaribu. Feti kwanza ni rafiki yangu, kila mtu Right. anajua hivyo. Uba? Uba ni msanii mwenzangu. Right. So tulikutana na hatuna kitu chochote kufanya tusiongee. Yeah. Tuko sawa tu. Okay. Ndio. Wanawake wanaongoza bwana kwenye masuala yaani kama kuchuniana namna fulani hivi, na ukija kuzingatia nyote watatu mpo kwenye kiwanda cha muziki. Sawa? Kukutana kwenu ilikuwa ni ile mara moja mnakutana kama watatu, au ni zoezi lenu la kukutana mara kwa mara? Lakini pia ukiachana na kukutana mara kwa mara, natamani kujua kuna project yoyote au na mpango wowote wa kufanya kazi na mmoja kati ya wale wawili? Tunakutana sio kila siku. Right. Yaani tukikutana tu mfano msibani hivyo store, tunajua tena hivyo. Na kuhusu kufanya kazi na mmoja wapo, kwa sasa hivi bado uongozi wangu ndio unajua, management yangu inajua mimi nitafanya kazi na nani. Okay. Natakiwa kutoa ngoma gani. So hayo mambo mimi hayanihusu. Yeah, okay. Sawa, tunapoelekea ukingoni kabisa, tunaenda kumaliza mwaka 2025, tunaingia 2026 panapo majaliwa. Sawa? Mwishoni bwana, asilimia kubwa kila msanii anaweka nguvu kwenye uandishi, creativity nini, anajipiga iwezavyo ili aweze kufunga mwaka kwa kishindo kikubwa. Natamani kujua upande wako, umejipangaje kumaliza mwaka? Tunafunga mwaka na tunafungua mwaka. Nafunga na kufungua. Alafu tunabeba na tunzo. Ndio hivyo. Sawa, tumalize na hii hapa, labda na lipi la kuambia watazamaji wa Kimboka kupitia 204? So nawapenda sana na waendelee kutufuatilia. Bembe Girl ni wao wote. Okay. Ndio. Asante sana kwa time yako bwana. Asante. Mimi nakushukuru sana ambao ulikuwa nasi mwanzo mwisho. Hii ni 204 ya Kimboka. Bye.